is the program that I am pushing. Na ili kuhakikisha ya kwamba hiyo kazi inatimia, katika ile budget tumesema mambo ya kuagiza samaki kutoka China haitaendelea. Wacha tutoe samaki kutoka hapa, vijana wetu wafanye hiyo kazi. Tumeweka ushuru kwa samaki natoka nje. Tunaelewana? Tupitishe ama tusipitishe? Tumeweka katika ile budget ya kwamba hatutaki tena furniture, ati kiti kama hii nimekalia, ati tunaenda kutafuta mpaka China. Na tuko na Wafula hapa, tuko na Omondi hapa, anaweza kuchonga hii kitu, tukamnunulia, akawa na pesa, akajisimamia. Mnataka tuendelee kuagiza kutoka nje ama Omondi atengeneze? Tupitishe hii budget ama tusipitishe? Namba ya 3, tumeweka pale tukasema simiti ambayo inaletwa kutoka nje isiletwe tena. Tuko na viwanda ya kutosha hapa, tuweke vijana wetu katika hii viwanda, watutolee simiti, tujenge nayo Kenya. Ile ya kutoka nje tuweke ushuru. Tuendelee ama tusiendelee? Tumeweka jambo la 4, tumesema mambo ya chuma ambayo inatoka nje ya Kenya iwekwe ushuru, ndio tupate nafasi ya viwanda ya Kenya inayoajiri vijana wa Kenya wapate nafasi ya kuzipanua, nafasi nyingi ya ajira ipatikane, wale vijana 5,000,000 wapate mahali ya kujishikilia. Tupitishe tusipitishe? Sasa hii story tunaambiwa ni gani? Sijui kama tunaelewana watu wa Busia. We must be honest with ourselves as a nation. Na ndio mimi ninasema kama rais wa Kenya, mimi nilisema safari hii nyinyi wadosi mvumilie kidogo, wacha tushughulikie hawa mahasla jameni, hata na wao wakuwe na kitu kwa mfuko, ndio sisi wote tuishi katika Kenya moja. Ama mnasemaje watu wa Busia? Tunakubaliana? Mnasema tuendelee namna hiyo? Mimi nataka munisaidie mahali moja, munizungumzie huyu seneta wetu tafadhali, Bwana Omutata. Wewe sasa unataka kunipeleka kotini, na ile kazi mimi nafanya ni kupangia watu hawa ajira. Kwani sasa utaki hawa watu wapateko kazi? Please, hokia tafadhali. Ama namna gani jameni watu wa Busia? Nisaidieni jameni, mumuongeleshe huyu jamaa apunguze mambo ya kotini. Yeye amesema ni rafiki yangu, na ni kweli ni rafiki yangu. Ama namna gani? Tunaelewana? Na unajua uzuri ya huyo Kia, hata akanipeleka kotini si mbaya, kwa sababu yeye hajapanga kuharibu biashara ya mtu, si ndio? At least hajapanga maandamano. Unajua kuna wengine wananitisha ati usipofanya hii tutapeleka maandamano. Sasa hawa wengine ndio wabaya zaidi. Eri huyu okay? Eri huyu at least akanipeleka kotini, hakuna kibanda ya mama itachomeka, mboga ya mtu haiwezi kuharibika, biashara ya mtu haiwezi kuharibika, tutangangana na yeye huko kotini. Ama namna gani? So lakini ile kitu mimi nataka niulize, as a nation we must think as a nation. Sijui kama tunaelewana. Na sasa wewe ukia wale watu wa handshake wenye walikuwa wanapanga mambo ya vyeo, mambo ya nini ya wadosi, haukuwapeleka kotini. Mbona wewe unataka kunipeleka kotini mimi nikipanga kazi ya mao mahasla? Si unaona unanionea tu bure. Wale ndio ungewapeleka kotini kwa sababu walikuwa wanatusumbua. Ama namna gani? Si huyo Kia ndiye angepeleka wale watu ya kutupelea BBI sijui nini akatusumbua, si angepeleka kotini? Awali nisamee kidogo nipange mambo ya mahasla please. Hawa watu wakishakuwa na ajira watajipanga, watakuja kujitetea kotini, haya lawyers wakuja wajitetee kotini. So otherwise watu wa Busia, mimi nimefurahi sana kufika hapa,
na vile nilikuwa nakujanga Busia, nitakuja tena na tena, na nimekubaliana na viongozi wenu ya kwamba kuna hospitali hapa tumejenga. Gavana alikuwa anataka nifungue leo, nimemwambia atulize kidogo, nataka nikikuja kufungua hiyo hospitali nikuje na maneno mengine mingi, si namna hiyo? So nitarudi hapa Busia maybe mwezi ujao, sitachelewa, nitarudi kwa sababu tuko na project ya hapa chini ile ya Lower Nzoia. Nataka nikamilishe hiyo mradi ndio mpate 20,000 acres muzalishe mchele. Nataka vile vile nikuje nishughulike na mambo ya dam zenu. Nataka nirudi hapa tuongee mambo ya barabara. Nataka nirudi hapa mambo ile ya Tibet. Huyu Mheshimiwa Joseph amesema kuhusu mambo ya Tibet pale. Nitakuja, nilianzisha na yeye. Nitakuja ndio tupange mambo ya maendeleo ya wananchi. Watu wa Busia, mimi nataka kusikia kwenu. Mnataka tupitishe hii budget ndio tupange ajira ya hawa vijana ama mnataka tuiangushe? Mnaambia wabunge wapitishe? Hebu nione wala wanasema wapitishe na wapitishe haraka. Sasa sikizeni nyinyi wabunge. Hii ndio sauti ya raia. Na wakiangusha hii budget, mkuje muwaulize kazi zenu. Ama namna gani? Si ndio namna hiyo? So mimi sitaki kusema kuzidi hapo. Mimi nimefurahi sana kufika Busia na tutaongeleshana tu kama Wakenya. Mimi nawauliza wale ndugu zetu. Wale tunawaheshimu. They are our friends, they are our elder brothers, they are our fellow leaders. Nataka niwaulize tafadhali, hata kama tuko na maoni tofauti. Maoni tofauti ni njia ya demokrasia. Tusipeleke maoni tofauti tukaharibu amani katika nchi yetu, tukawagawanya Wakenya, tukalete fujo, tukaharibu biashara ya watu. Hiyo haitakuwa ni demokrasia. Hata kama tuko na maoni tofauti, I have absolutely no problem being criticized, people giving alternative opinions. That is the beauty of democracy. I want to listen to what others are saying. I want to listen to the opinion of others. We must find, vile ndugu zetu hapa wamesema, tutafute namna ya kuchangia mawazo so that a good idea gives way to a better idea. And a better idea gives way to the best idea. And that is how we are going to move our country forward. So Busia, tena niseme asanteni sana kwa kunikaribisha, asanteni sana kwa kunipokea, na wapenda sana na watakia baraka ya Mungu. Thank you very much. God bless you. Asante sana, asanteni sana. Tuine mikono yetu juu, tuine mikono juu, tuine mikono yetu juu. Mikono hii yote tumwagie baba wetu, tumbariki.